Katika msitu mmoja, fisi alikuwa mvivu sana. Wanyama wengine walikuwa wakipanda mimea shambani, lakini fisi hakutaka kufanya kazi yoyote. Siku moja, aliamua kumtembelea sungura, akitaka kujua jinsi ya kupanda mimea. Umekuja kwangu, ukapata chakula changu, kisha ukakila yote, hadi cha watoto wangu. Watakula nini sasa? Lakini si wakati nilikuuliza jinsi ya kupanda ndizi ukakataa kuniambia. Umelipiza kisasi kwa kula chakula changu chote. Sungura alicheka kidogo, lakini akaamua kumfundisha fisi. Alimpeleka shambani kumfundisha kupanda ngano, lakini kweli alimpa chumvi. Sawa, hebu tupande shamba. Fisi alichanganya chumvi shambani, akifikiri ni ngano, huku sungura akitabasamu kwa ujanja wake. Baada ya kushindwa, fisi alijaribu kupanda karoti mwenyewe, lakini kwa kuwa hakuwa na maarifa, alichanganya mbegu kila mahali. Angalia fisi. Kwanza chagua shamba lenye udongo mzuri kisha panda mbegu kwa mstari. Nitajaribu. Hata hivyo, fisi bado alifanya makosa madogo. Sungura alicheka lakini hakumlaumu. Badala yake, alimfundisha kwa njia ya mchezo. Fisi aliahidi kupanda shamba la sungura kwa bidii. Alijitahidi, lakini bado alitokeza vituko vya kuchekesha. Mwisho wa siku, shamba lote lilikuwa limejaa mimea yenye rangi nzuri. Nashukuru sungura. Sasa nimejifunza kweli umuhimu wa bidii na mpangilio. Ndiyo fisi, kila kitu kinahitaji subira na kujifunza. Ujanja ni muhimu zaidi kuliko nguvu tu. Kutoka siku hiyo, fisi alianza kusaidia shamba, huku wanyama wote wakicheka na kufurahia mavuno mazuri. Somo la maadili: kila mtu anaweza kubadilika.